Kama umeokoka na unamtegemea Mungu katika kila jambo, uwe na uhakika kuwa wewe ni mshindi katika vita yoyote au changamoto yoyote unayokutana nayo. Unaweza ukawa unapitia kwenye mazingira magumu, changamoto, matatizo mbalimbali, magonjwa, yani hali zozote zile za kusumbua. Hiyo isiwe sababu ya kukufanya wewe ubadilishe mtazamo, kufanya uone kwamba wewe sio mshindi. Kile kitendo cha Yesu tu kufa pale msalabani na kufufuka na kupaa kwenda mbinguni, tayari yoyote ambaye anamtegemea Yesu Kristo, yeye ni mshindi. Unachotakiwa kufanya ni wewe tu kuwa karibu na Mungu, kuwa msomaji wa neno na muombaji sana, ili Mungu awe pamoja na wewe siku zote za maisha yako katika kila jambo na katika lolote unalolifanya. Wewe utakuwa ni mshindi katika vita yoyote. Haijalishi adui atakuinulia vita gani, lakini utashinda. Tuangalie katika Yeremia mlango wa 1 mstari wa 19. Biblia inasema hivi: nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Umeona hapa Biblia inasema kwamba watapigana nawe, sio kwamba hawatapigana na wewe. Kwa ina maana vita utaiona, vita utaona kabisa adui ameinuka anapigana na wewe. Kwa vita utaiona kabisa kwamba hapa hii vita imeshaniinukia, lakini hawatakushinda. Yani vita hiyo wewe unatoka na ushindi. Kwa sababu gani? Bwana yuko pamoja na wewe ili akuokoe. Kwa hiyo vita utaiona, utaona matatizo, utaona adui ametuma magonjwa, utaona adui ametuma mafarakano kwenye ndoa, utaona adui ametuma hiki na kile, utaona adui ametuma vita. Utaiona kabisa live, dhahiri hivi, unaona vita hapa imeninukia. Lakini moyoni mwako unatakiwa uwe na uhakika kwamba mimi katika vita hii, mimi ni nini? Ni lazima nitoke mshindi, kwa sababu Bwana yupo pamoja na mimi. Kwa kama unamtegemea Mungu, unamuomba Mungu wakati wote, yani wewe ni maisha yako wewe umeyakabidhi mikononi mwa Mungu, uwe na uhakika katika jambo lolote, haijalishi limekuja ni la aina gani, uwe na uhakika wewe ni mshindi. Yani ambacho unatakiwa kufanya moyoni mwako, hata kama changamoto imeibuka kubwa kiasi gani, moyoni mwako ubakie na jambo la uhakika kabisa, kuamini kwamba mimi katika vita yoyote mimi ni mshindi. Usiangalie ukubwa wa vita, bali angalia ule ushindi ambao Mungu amesema mwenyewe kwamba nao watapigana nawe, lakini hawatafanyaje? Hawatakushinda, kwa maana mimi niko pamoja na wewe. Kwa hiyo inabidi moyoni mwako usiondoe wazo la kuona kwamba wewe ni mshindi. Usianze kuwaza kwamba kuona kwa vita hii wewe haupigani wewe, wala haujishindii wewe, bali unashindiwa na nani? Na Mungu ambaye amesema watapigana nao, lakini hawatakushinda. Vita utakutana nayo, adui atatuma mashambulizi. Sio kwamba kwa sababu upo na Mungu unaona kujua kwamba sasa kwa nini vita imenijia, kwa nini hiki kimenijia. Hapana, vita inakuja. Na ikija vita usijione kwamba labda mimi Mungu ameniacha, labda mimi Mungu siko naye, kwa nini limenitokea hili. Hapana, vita inakuja, lakini wewe mwana wa Mungu ukibaki na imani yako moja kwamba katika vita zote mimi lazima nitoke nini? Lazima nitoke mshindi, kwa sababu neno la Mungu linasema nao watapigana nawe, lakini hawatafanyaje? Hawatakushinda. Ukibaki na imani hiyo moyoni mwako, ushindi ni lazima utauona, kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe na yupo kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kukushindia vita yoyote unayokutana nayo. Tuangalie katika kitabu cha Isaya mlango wa 54 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema hivi: kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao itokayo kwangu mimi, asema Bwana. Umeona, kila silaha itakayofanyika, kwa ina maana adui atatuma mashambulizi, adui atatuma silaha zake, adui atatuma matatizo, atatuma magonjwa, atatuma mateso, atatuma umaskini, atatuma mafarakano kwenye ndoa. Lakini moyoni mwako hautakiwi kuondoa wazo la kwamba mbona imekuja kwa staili hii, mimi hapa hii inanishinda. Yani hata kama huku changamoto ni kubwa, lakini moyoni mwako ubaki na msimamo mmoja wa kwamba mimi katika vita hii ni lazima nishinde, kwa sababu neno la Mungu ni kweli na amina. Mungu amesema nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda. Lakini pia amesema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kwa hayo maneno unayachukua, unaanza kujisemea kabisa mwenyewe kwamba watashindana na mimi, lakini hawatanishinda.
Kila seta itakayofanyika na juu yangu haitafanikiwa. Ukibaki na msimamo huo na ukaendelea kumwomba Mungu, uwe na uhakika kabisa kwamba wewe katika vita yoyote, changamoto yoyote, iwe kubwa kiasi gani, mbele za Mungu hamna changamoto kubwa. Ni wewe tu imani yako. Ni wewe tu imani yako ndani yako unaona nini? Bado unaona wewe ni mshindi au umekata tamaa? Ukikata tamaa, adui anazidi kukugandamiza na uwe na uhakika hautatoka kwenye hilo jambo. Hautatoka kwenye hiyo changamoto. Lakini unatakiwa kubaki na msimamo kwamba katika vita yoyote hii, angalia neno la Bwana, angalia ushindi ambao Mungu ameshasema kwamba wewe hawatakushinda na silaha zao hazitafanikiwa. Ukibaki katika msimamo huo utatoka mshindi, mwana wa Mungu. Simama kwenye neno la Mungu, simama kwenye ahadi za Mungu, wewe utatoka mshindi.